Kwa majina naitwa Paul Francis, lakini jina langu la ugali au jina langu la sanaa nafahamika kama Aslay. Mimi ni msanii, ni artist, lakini pia ni director wa filamu, pia ni producer. Nakumbuka kipindi wakati tunajitafuta fulani hivi, nilikuwa tunakaa ghetto moja, washikaji kama wanne. Nakaa na mshikaji mmoja anaitwa Ali, nakaa na mshikaji mwingine anaitwa Saidi, mshikaji wangu mwingine ambaye anaitwa Anisi. Sasa kuna kipindi huyo mwanangu mmoja anaitwa Ali akawa hajumuiki katika ile crew, labda acha kwenda kupata dina, hajumuiki. Siku moja tukamweka kikao, tukamwambia, mwanangu vipi, mbona imekuwa mtihani kidogo siku hizi, twende kupata chakula sehemu fulani, na ishakuwa ni kawaida yetu kuondoka kwenda kupata chakula pamoja. Akatuambia, bwana, kuna sehemu huwa naenda kupata chakula mimi, lakini jambo kubwa sana lilonifanya mimi niende, yani nijitenge kwenda kupata chakula na nyinyi, kwamba kuna msichana mmoja mrembo sana yupo sehemu, amenishawishi sana, ndio maana nimesaliti kambi. Unajua tena ucheshi, utani na vitu kama hivyo vipo tu washikaji. Tukamtania pale, akasema lakini dem anamzungumzia sasa yule mwanamke kwamba amemapproach kwa muda mrefu sana, lakini yule mwanamke amemkatalia. Yaani ametumia kila aina ya njia kumkatalia. Kwa hiyo story ikawa tumemaliza hivyo fresh. Siku nyingine tukawa tumeenda kwenye mishimishi, tumerudi. Lakini kuna siku tunapiga story tupo wote sasa, crew ile washikaji ambao nimewataja. Akasema, bwana, hiyo manzi nimemapproach sana na imetumia yani kila aina effort, lakini naona kama vile hakuna chochote kinacholeta matunda. Sasa mimi namba yake naigawa. Hii namba natoa kwa mshikaji yoyote ambaye ataweza kumpata manzi, mimi nitampa zawadi ya kwenda kumnunulia dina kwa wiki nzima. Basi mshikaji akasema, basi kwa mpatie fulani hapo, nikachaguliwa mimi. Kweli kaandika ile namba. Nakumbuka ndiko nilikuwa natumia, nilikuwa na line mbili. Basi pale nikawa nimepiga simu, jaza ile namba, nikapigia simu manzi bali akapokea. Tumeongea, sikuweza kumweleza kila kitu pale. Basi nikamwambia mwanzo kwa utani, unajua siku zimeenda, nikawa na mwendelezo kwa namtafuta, lakini kila nikihitaji kukutana naye ananipa vikwazo vingi sana. Siwezi kukutana na wewe, sio nini, yani mara anakuambia njoo nyumbani. Basi imeenda hivyo, namba yake nikaepo naye. Sasa issue inakuja hapa sasa. Siku moja ita kama mwezi hivi, tumeelekea katika ile eneo ambao tunaenda kupata chakula. Usiku hiyo nilikuwa na mshikaji mwingine, sasa tofauti na wale wengine niliowataja katika crew. Ni mwanangu mmoja anaitwa France. Fresh. Mwanangu tukakubaliana sana, yani tunaweza tukaongea tukapanga kitu kweli katimia. Sasa tumemaliza kula pale. Pembeni kidogo, yani ngambo ya barabara, kulikuwa kuna duka fulani. Utazama hivi, tukamwona binti mmoja mzuri sana. Kikweli sio mimi tu, hata mwanangu France alivutiwa naye sana. Tukaambizana, bwana, hii binti ni mzuri sana. Tukakubaliana. Ambia basi hebu nenda kajaribu bahati. Kweli nimetoka pale, bahati nzuri alikuwa ameshamaliza kuhudumiwa pale dukani na alikuwa anatoka. Amepiga hatua, alikuwa amebeba deli fulani hivi ambazo huwa na watu wengine wanaweza kukata some bites hizi wanazouza dukani.
lilikuwa tu. Basi nimepiga hatua kidogo, nikawa nimemfuata kwa nyuma. Nikapiga moyo konde, nikamsemesha. Kweli akasimama, tukaanza kuongea pale. Ongea, baadaye nikamuomba namba. Lengo ni kwamba nitamtafuta kwa wakati wangu. Sasa maajabu yanaanzia hapa. Kumbuka kuwa ile namba nilipewa na mshikaji wangu Ali, yule manzi alikuwa anamsumbua. Sasa timisi kwamba nikuepo nayo namba, lakini nilikuwa sijawahi kukutana naye, sijui hata sura yake. Si tunaelewana hapo? Sasa siku hiyo nakutana huyo manzi dukani bwana. Nilipokuja kuongea naye nikamwomba namba. Wakati naandika ile namba ikaonekana kwenye simu yangu. It means kwamba ile namba ninayo. Ina maana ndo namba ya yule demu ambaye sijawahi kuonana naye. Kwa mara ya kwanza nimekutana naye, nataka nimuapproach kweli kweli, alafu kumbe namba yake ninayo. Poa, akasave namba yangu. Nikamuuliza unaitwa nani? Akanitajia. Naitwa Ashfati. Sawa, akasave namba yake. Na sikusave kwa sababu nilikuwepo nayo, yani kwamba nikazuga kama na save. Poa. Siku zikaenda. Ina maana nikaanza kuapproach rasmi. Kadri siku zilivyozidi kwenda, nilishangaa sana, nazidi kumpenda. Yaani tofauti na jinsi ambavyo nilikutana naye mara ya kwanza, na tofauti na jinsi ambavyo nilikuwa nimepewa ile namba. Yaani nilianza kumpenda ghafla na nikampenda kweli kweli. Mahusiano akaanza. Kama unavyojua mahusiano akaanza.